Kwani bado umesahau kwamba wewe ni hekalu la Mungu na kwamba Mungu anakaa ndani ya moyo wako? Kwa sababu yeye anakaa ndani ya moyo wako, anajua unachopitia. Kwa hiyo ili akusaidie, lazima unene kuruka. Unene sumbuana hapa. Sumbuana kweli. Njoo nikwambie mpenzi, unapotaka kukua kiroho, lazima ukue kwenye ile eneo. Jenga njaa yako ya kiroho kujazwa Roho Mtakatifu. Weka kiu. Ukiweka kiu unapoingia kuomba kanisani, utakuwa Mungu, cha kwanza nijaze nguvu zako, nijaze roho yako. Na ndio niliwaambia kwamba hakuna zoezi la kujazwa Roho Mtakatifu. Kuna maombi ya kujazwa Roho Mtakatifu, sio zoezi. Ndio kile nilichowaambia juzi, hakuna cha tatatata hapa. Ndio tunapaga roho fake. Hapa tunasema unapoanza tu maombi yako unawasha batani unaambia Roho Mtakatifu nisaidie kuomba. Neno lako kuu ni Roho Mtakatifu nisaidie kuomba, maana mimi sijui kuomba ilipasavyo. Sasa tutakapoanza, Baba katika jina la Yesu, utaomba utashangaa amekuchukua. Vitu vya muhimu ni vitu vinne. Shika maneno yangu. Mambo manne muhimu ili ujazwe Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, kataa. Jambo la kwanza, kataa. Vitu vinne muhimu ili ujazwe Roho Mtakatifu kwenye moyo wako. Cha kwanza, kataa. Cha pili, tulia. Cha tatu, pokea. Cha nne, itikia. Halo? Ili ujazwe Roho Mtakatifu, nisikilize haya mambo ninayokuelekeza hapa. Nini maana ya neno kataa? Hapa naweza nikawa nimewachanganya watu hapa. Kwa sababu wewe unaongeaje sasa tukatae tena? Ili ujazwe Roho Mtakatifu awe sehemu ya maisha yako, cha kwanza kataa. Kataa manake kataa mambo mabaya. Kataa dhambi sitawale moyo wako. Kataa uovu sikumiliki. Kataa kushindwa. Kataa kutokujazwa kwenyewe. Haleluya, haleluya. Kataa udhaifu. Kataa ujinga. Kataa kutokuamini. Kataa kutokuelewa. Kama nakudokeza, ukinielewa unajazwa Roho leo hii. Kataa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho, wa pili mlango wa 4 mstari wa 2. Paulo anawaandikia haya mambo ili tuweze kupokea Roho. Cha kwanza, kataa. 4 Wakorintho wa pili mstari wa 2. Mimi nitasoma. Ndio. Na inasema, ndio. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Wala hatuenendi kwa hila. Wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Ndio. Bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno kataa. Neno ulikuwa unapata shida hapa, naongea kataa, ninaongelea nini? Anasema hivi, lakini tumeyakataa mambo ya aibu yaliyofichika kwenye mioyo. Lazima kuna vitu vya kichinga uviache. Kuna vikitabia vya kichinga na vya dhambi uviache. Tumeyakataa mambo ya aibu yaliyositirika, yaliyofichika. Wala hatuenendi kwa kulichanganya, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na nini? Na uongo. Sio, unajua kuna watu wanaichanganya neno la Mungu na uongo. Kwa mfano, mtu anapokufundisha wewe kwamba kujazwa Roho Mtakatifu, sema huo ni uongo. Hakuna anayemjaza mtu roho isipokuwa Mungu mwenyewe. Mimi sio wa mbinguni hata nikupe wewe na lugha ya mbinguni. Ndio maana Roho Mtakatifu na Yesu mwenyewe ndio wanaotujaza nini? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kataa mambo ya aibu, usilichanganye neno la Mungu na uongo. Ondoa hila ndani ya moyo wako, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Kataa mambo ya hovyo. Kataa dhambi moyoni mwako ili Yesu apate nafasi.
ili Roho wa Mungu apate nafasi moyoni mwako. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Tumeelewana hilo andiko? Umeelewa maana ya kataa? Kukataa maana yake ni kuondoka kabisa kwenye matendo mabaya na kutamani sana kuishi maisha matakatifu. Tunayakataa mambo ya aibu, mambo yaliyofichika. Tunakataa uchawi, dhambi za siri zinazomsumbua moyo wako, zile ambazo unajifariji nazo. Uko hapa unaonekana kwa nje mtu, kwa ndani kibwengo. Badilika kwa jina la Yesu. Kama unamtamani Roho Mtakatifu kabisa, lazima uachane na dhambi za nini? Za siri. Wewe wasipokukamata kwenye uzinzi, unaendelea kufanya uzinzi. Wasipokukamata kwenye ulevi, unaendelea kufanya ulevi. Wewe yani wewe ili uache mpaka wakukute. Wewe acha hizo habari. Roho wa Mungu anakuona. Sema amen, amen. Kwa hiyo kataa ni hatua ya kwanza ya kujazwa Roho Mtakatifu. Kataa dhambi, kataa mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu ametupa sisi roho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wote wanaotii Mungu aliwapa roho wake, na wewe atakupa roho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ule wa kitabu cha Matendo ya Mitume utasoma nyumbani 19 mstari wa 18 na 19. Hii ni hatua ya kwanza muhimu sana kuelewa. Anasema na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama wakidhihirisha matendo yao, na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto mbele ya watu wote. Hii ilikuwa ni hatua ya kukataa mambo ya uchawi, mambo ya uganga. Kuna watu wameokoka, wamo makanisani, taa inawaka na kuzima kila siku. Akija leo unaona kama ni wa kiroho, akienda huko ni mganga, akija tena kesho ni kama wa kiroho, akija tena haeleweki. Taa inawaka na kufanya nini? Na kuzima. Kiroho chake hakijawahi kuwaka kikatulia. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya pili, tulia. Amen. Tulia. Mara nyingi watu huwa na wasiwasi katika kupokea Roho Mtakatifu. Leo nisikilize hapa kwenye tulia. Ukishaacha dhambi, ukishaamua kuacha mabaya, tulia. Mikononi mwangu naisalimisha roho yangu. Yesu alisema mikononi mwako Baba naiweka roho, na tulia ndani ya mikono ya Kristo. Mara nyingi watu huwa na wasiwasi wakati wa kupokea Roho Mtakatifu. Hakuna sababu ya kutokea hilo kwenye maisha yako. Lisikuzuia kupokea Roho Mtakatifu. Yaani nilikwambia habari ya kutuliza akili yako, kutuliza moyo wako, kutuliza imani yako kwa Mungu. Kupokea Roho Mtakatifu sio kitendo cha kurupushani. Unielewa eh? Sio kitendo cha kurupushani, ni kitendo cha unyenyekevu. Ni kitendo cha utulivu wa kiroho. Kwa hiyo, kwanza hebu nikutie moyo utulie mbele ya Bwana. Tulia kimwili ili kusaidia kutulia roho yako. Wengi sasa makanisa yanayojaza roho, siku ya kujazwa roho, huko ndani tunaona watu wamechanganyikiwa, ni kama si tu. Mtu anafanya hivi, Roho wa Mungu anakuja kuwajaza watu. Nisikilize vizuri leo. Unapotaka kujaa roho, tulia. Uwe na utulivu wa kiroho. Ukiwa katika utulivu umejenga shauku. Roho wa Mungu karibu. Ndio maana kama maisha kuangalia zile clip za Beni hivi, watu wao wanajazwa sana nini? Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu amewafundisha quietness. Utulivu wa kiroho. Kwa hiyo anasema tulia, tuliza roho yako na hisia zako. Pia usiendelee kuteseka. Kaa kwenye starehe ya utulivu wa kiroho. Tulia, usiwe na vurugu. Amen, amen. Siku ile ya Pentecost kwenye ile mbili Matendo ya Mitume, siku ile ya Pentecost, wakati wanajazwa wenzenu roho, walikuwa na utulivu. Ndio nyinyi tu ambao mnajazwa roho kwa vurugu.
Lakini Roho Mtakatifu wa Biblia anakuja mahali ambapo watu wana utulivu. Matendo ya Mitume 2:2. Soma. Nawe nasema kukaja ghafla kutoka mbinguni tuanzia moja. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Turudie tena, walikuwako wote mahali pamoja. Hawakuwa wanazunguka. Ndio. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Waliokuwa wamefanya nini? Shika maneno yangu tu, walikuwa pamoja, walikuwa wameketi. Nyie ndio mnaopokeaga vimizimu vya kwenu, mnasema mmepokea Roho. Mmepandisha maruani hapo, mnasema Roho Mtakatifu. Toka. Mnapandisha majini, mashetani, mnasema Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu kanuni zinasema tulia. Walikuweko mahali pamoja, walikuwa wameketi, kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za nini? Za moto uliowakalia kila mtu. Haleluya! Kila mmoja wao, wote wakajazwa nani? Wakaanza kusema nini? Kwa lugha nyingine, kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa nisikilize, tulia. Ni hatua muhimu sana upate utulivu. Kwa hiyo huyu ndio mkao mzuri wa kimaandiko wa kupokea Roho Mtakatifu. Uwe na utulivu. Hivi ninavyoongea unapandisha tu shauku. Ukiwa unapandisha shauku yako kwa Roho Mtakatifu, kama ni hivi tu, karibu mwalimu. Unakuwa focus. Tatizo lako tunapokufundisha ujazo wa Roho Mtakatifu unajikuna chawa, una mambo mengi. Yaani uko una focus nyingi. Tulia. Neno linapokuja liwe linazama moyoni mwako. Mimi hata sasa hapa naona Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukujaza. Ni wewe tu kutuliza akili yako. Tuliza moyo wako, tuliza mwili wako, tuliza hisia zako, tuliza roho yako. Roho Mtakatifu karibu. Amen, amen. Kwa hiyo kutulia ni kwa muhimu sana unapotaka kumpokea Roho Mtakatifu. Na unainua mikono yako kwa Yesu. Na Yesu ndiye anayetupa Roho Mtakatifu, sio mtu. Amen, amen. Unasikia vizuri? Tulia. Mwili wako unakuwa na utulivu. Ndio maana kujazwa Roho Mtakatifu sio kitendo cha kanisani. Ukiwa na utulivu nao kwa unaweza kukaa siku moja tu sebuleni kwako anasema tu Roho Mtakatifu karibu. Hapo hapo tu unakuta lugha inaanza kubadilika. Na njia rahisi ya kujaa Roho ni kuomba. Unapoomba ndipo Mungu anapokuja kubadilisha lugha. Lugha yako huwa inaingiliwa, yaani huwa Haleluya. Mtu yote ambaye amejazwa Roho ananielewa ninachosema. Anapenda aombe Kiswahili lakini Roho Mtakatifu anakuja kumchukua. Mada mtume mkaribisha kwa utulivu. Namba 3, pokea. Kataa, tulia, pokea. Amen. Ingekuwa vema sasa hivi kwako kumwomba Yesu akubatize kwa Roho wake. Ni wewe unayemwomba Yesu akubatize kwa Roho, sio bahati mbaya. Mwambie tu Roho Mtakatifu nijaze. Yesu, naomba Roho wako. Anasikia. Kitabu kile cha Luka, ukimwomba nakupa. Luka 11:13 anasema Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho watakatifu, Roho Mtakatifu wao wamwombao. Kama unajua kwamba ameshasema Yesu kwamba tukiomba ujazo anatupa, wanaomwomba anawapa, na hata akupa kama humhitaji. Kati ya vitu vyenye thamani duniani ni Roho Mtakatifu. Ndio maana kwanza hakai kwa kila mtu. Si unanielewa? Haikai kwa kila mtu ovyo ovyo. Huyu sio pepo kwamba anavamia. Anakuja kwako kwa mwaliko maalumu. Wewe ndio unayemwalika kwamba njoo unisaidie. Sema mimi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa hilo neno? Itikia. Omba taratibu. Omba kirahisi kwa imani. Yaani sio na maombi ya kelele ndio tegemeo utakujazwa. Sio hivyo. Pokea taratibu.
Mwambie Roho Mtakatifu, nakuhitaji, uwe rafiki yangu, uwe msaada wangu, uwe nuru yangu, uwe kiongozi wangu. Taratibu. Yeremia 23:23 anasema, mimi ni Mungu aliye karibu, mimi si Mungu aliye mbali. Mimi ni Mungu aliye, niko karibu kuliko hizo nguo ulizovaa, ziko mbali sana. Maana wewe kabisa yuko ndani, mimi ndio niko huko ndani. Siko huko kwenye mwili, niko huko ndani. Kwa hiyo tulia. Pokea taratibu. Umenielewa eh? Usiwe na maombi ya kelele ili ujazwe Roho Mtakatifu. Omba tu maombi. Omba kirahisi, taratibu, kwa imani. Usianze kuomba kwa kuhisi. Huhitaji kupiga kelele na kuomboleza ili tendo la Roho Mtakatifu litokee kwako. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu yeye atakuongoza taratibu. Utajikuta tu unanena kwa lugha. Na njia tu rahisi ya wewe kujaa Roho ni hii ninayokuambia. Fuata haya ninayokuambia. Jenga shauku moyoni mwako kwamba Roho Mtakatifu ninakuhitaji unijaze. Siku utakayojazwa ni leo, ni kesho, ni baadaye, ni saa hizi, yeye yuko tayari kukujaza. Ni shauku yako. Akiona kweli unamhitaji atakuja. Mimi ninakwambiaga, niliomba ndani ya siku 3, nilifunga na kuomba. Baada ya kufunga na kuomba, sio naomba funge na kuomba ndio atakuja. Maana mkawiaji kujichanganya. Roho Mtakatifu asichokitaka kwa watu ni mazoea. Si nikwambia Mungu hataki mazoea? Yaani njia yangu mimi sio njia yako, lakini njia rahisi ya kujaa Roho Mtakatifu ni kuomba. Maombi ndio mahali anamoingilia Roho Mtakatifu, na kuimba. Kuimba kunajaza Roho. Yaani Roho Mtakatifu kitaka jae haraka ni kwenye kusifu na kuabudu na kuomba. Haraka sana atakuja kwako. Na kama unasikiliza neno, uwe una imani na unayoambiwa. Yale unayoambiwa ya Roho Mtakatifu, masomo ya Roho Mtakatifu kuyapenda, ni lazima utajaa Roho. Umenielewa eh? Usipoyapenda masomo ya Roho Mtakatifu, ni unachelewa kujaa Roho. Kwa hiyo pokea taratibu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wao wanaendeleza tabia yao ya kuzuia. Wengi wanazuia. Unapotaka kujazwa Roho Mtakatifu, si umesema ninaomba nisaidie kuomba. Unaweza ukawa unaomba hivi, Baba katika jina la Yesu, utajikuta kama kuna maneno umeanza na kukosea. Ambaye kusema toka pepo kunyani mwangu. Yaani unaweza kuwa unaomba hivi unakuta tu lugha na uelewe, yani unabadilishiwa tu cha kusema. Sasa pale ndo panataka itikia. Anakokuongoza kubali. Anachokuongoza kutamka kubali. Halo. Nataka kujazwe Roho. Yaani sio tu mlokole wa kawaida. Kwa muda mchache uliokaa kanisani, kwa muda mchache uliomwabudu Mungu, ujae Roho. Ndipo utaanza kuona na raha ya kuomba, raha ya kuabudu. Itikia. Unapokea taratibu. Pokea Roho Mtakatifu kwa imani. Kumbuka neno la Mungu linatafsiri kwamba Roho ni pumzi. Ukiwa katika kupokea, katika utulivu wako, unamvuta. Kuna wakati tunavuta hewa ndani, utakuta kuna kitu kimejaa, kinametoka, halitoki kile tena. Jamani, Roho ni pumzi. Ndio maana Biblia inasema kule Mwanzo kwamba Mungu akampulizia Adamu pumzi ya nini? Ya uhai, akawa nafsi. Sasa Roho ingekuwa ni kitu asingeweza kutia mtu uhai. Maneno ninayowaambia ni Roho tena. Umenielewa eh? Kumbe maneno ninayokuambia ni pumzi ya Mungu. Kila andiko lina pumzi ya nini? Kwa hiyo pumzi ni uhai. Kwa hiyo Roho Mtakatifu unapomhitaji, unahitaji kumwita. Sio kwa vurugu na kufundisha tena. Hapa kanisani wote wenye njaa na Roho Mtakatifu, wote wenye kiu ya maji yaliyo hai watakunywa, lakini ni shauku na ni kiu yako. Hiyo unaweza kukaa kanisani hata miaka 10. Njia nyingine ya kujazwa Roho Mtakatifu lazima ubatizwe.
Kuna ubatizo wa aina mbili tu, ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini wote wanaitwa ubatizo? Ubatizo wa kwanza, mtu anatakiwa kuzama kwenye uwepo wa Mungu wa maji, lakini mbili, kuna kuzama katika uelewa na imani ya Roho Mtakatifu. Kuna imani ya Roho Mtakatifu, yaani uwe na imani na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuliza moyo wako, jenga imani yako, kisha pokea Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amini unachoomba, amini kwamba Roho Mungu anakuja juu yako. Na cha mwisho, itikia. Kuitikia maana yake nini? Umeshaomba, umeshapokea, ile nguvu imekuja kwako. Sasa kuna neno itikia. Kuitikia ni pale ambapo umeanza kunena, pale ambapo lugha yako wakati mwingine ni kama inabadilika. Lugha inafanya nini? Inabadilika. Ulikuwa unasema Baba, katika jina la Yesu, umekuta imepinduka. Usikatae. Yeye atakuongoza anakotaka. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa nani? Wa Mungu. Lakini kumbuka, Roho Mtakatifu akija kwenye maisha yako sio pepo. Anaponena kwa lugha Roho Mtakatifu maishani mwako, hivi ni vitu muhimu kuvizingatia. Ili ujue kama ni Roho wa Mungu au ni roho wa pepo. Anaponena ndani yako, akili zako huwa zinakuwa timamu. Ukiona mtu ananena kwa lugha ngozi inavulika, huyo hapana. Ukiona ananena kwa lugha kamasi zinadondoka hajifuti, huyo hamna huyo. Huyo sio roho wa Mungu. Mtu ananisikia vizuri. Kuna mtu ananisikia vizuri. Kwenye makanisa kuna watu wanafundisha uchakalamu. Unafahamu uchakalamu? Ukichaa. Kuna roho wa kichaa na wavamiaga watu. Ndio hawa hata wakijaa roho, huyo roho wa kwao wao. Tukisema sasa huu ni muda wa neno, wao wanaendelea utakaposema wewe tulia wewe. Anasema huyu pastor sio wa rohoni huyu. Huyu sio wa rohoni. Huo ni uchakalamu, ni ukichaa. Unaweza kujazwa kichaa ukajua umejazwa Roho Mtakatifu. Na hawa sisi tumekutana nao unifundishi. Tuna tofauti kati ya kujaa roho na kujaa kichaa. Umenielewa eh? Roho wa Mungu ndio roho wa utaratibu, anasikia. Ndio maana mtu hapa kifurika, tunambeba tunampeleka kula, situlete kichaa. Inuka taratibu. Maana akili zako ni timamu. Tunahitaji kusikia neno hapa, ondoka hapa, sogea pale. Amen. Amen. Na wewe uliyejaa roho tayari, umejaa kiwango ulichojaa. Tulikuwa tunatuko kwenye wingu fulani. Sasa tunaingia wingu fulani. Wewe bado kiu ya kuomba haijaisha. Ondoka kimya kwa upendo. Maana hauna kichaa, uko tu smart. Unainuka unadelika unaenda kule ofisini kule. Ukifika kule unatulia, unaomba unamaliza, unarudi hapa. Sipete uchakalamu. Ukichaa kwenye maombi. Roho Mtakatifu sana. Unajua wakija watu wasiookoka kanisani wakakutana na hao wachakalamu, wanaanza kusema wale lokole wamevurugwa, hawana akili. Kumbe hapana, mnatutukana tu bila sababu. Roho wetu sisi ni smart. Jasho likitoka nachukua kitambaa, nafuta huku na nena. Kwa nini? Kwa lugha. Siku moja mimi nilijazwa, hata nimejazwa mara pili. Baada ya kujazwa kwanza ya pili, nilijazwa usiku saa 3. Niliomba mpaka saa 8 usiku. Sasa nilipoona nimeomba mbavu zinauma, nimechoka, nataka kuacha, nitaki kuacha, nataka kuacha, Roho Mtakatifu amenishikilia. Nikasema sasa nakomesha Roho Mtakatifu. Nikaondoka nikaenda bafuni kuoga. Nikaoga ya baridi, naoga hivi bado haipoi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilijua labda nikioga ya baridi roho atanyamaza kwa sababu ni ya baridi, maana yule sasa sio nilifundisha kwamba ni moto. Nikioga ya baridi atapoa. Nikashangaa naoga ndo naongezeka. Alafu nimeoga ya baridi saa 8 usiku. Dakika 2 jasho hili hapa. Nikasema hapa kweli Roho Mtakatifu sasa. Sasa vipindi kama hivyo mara nyingi Roho Mtakatifu ukiona na kung'ang'ania sana. Ukiona amekushikilia kwa muda mrefu, yuko kwenye level ya utakaso. Unasikia eh? Ni level gani ile? Ya utakaso. Kwa hata
Ukiona muumini akiwa kwenye kanisa hili akiona anaomba anashindwa control yeye kama yeye yuko kwenye level ya utakaso, bado hajafikia ile level ya kukomaa. Kunena kwa lugha na kujazwa Roho kuna level. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio siku moja. Yaani kuna wakati unaweza kuwa una lugha aina moja. Unapoendelea msamiati unakuwa unafanya nini? Unabadilika. Kwa hiyo kwenye level ya utakaso ndio pale wengi wanashindwa kucontrol. Lakini mimi hapa siwezi nikashindwa kucontrol. Maana mimi ninaponena kwa lugha akili ziko smart. Najua kila kinachoendelea. Na ukikosea naweza nenda kumbamiza kibao. Alafu naendelea alo. Hakuna kilichobadilika. Unanielewa? Kuna tofauti kati ya uchakalafu na Roho Mtakatifu. Ukichaa na Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti.